Bwana Yesu asifiwe, wana Mungu. Kwa majina yangu naitwa Pastor Godfrey. Leo nataka nikutie moyo wewe ambaye unakutana na vita sana kwenye maisha yako. Vita unayopitia maishani ni vita ambayo inakuwa inakuimarisha kiroho. Kwa hiyo utakiwa kuogopa. Usiogope vita ambayo unakutana nayo kwenye maisha yako. Ni vita ambayo inakuwa inakuimarisha zaidi kwenye maisha yako ya imani. Mungu ameruhusu hiyo vita uipitie, lakini anajua njia pekee ya wewe kuendelea kuimarika katika maisha yako ya imani. Kumbuka siku zote wapo vitani, haijalishi hiyo vita ni kubwa kiasi gani. Lakini nikwambie mpendwa mwana wa Mungu, vita hiyo ya kwanza si kubwa ukilinganisha na vita ambavyo viko mbele yako katika siku zako za usoni. Vita ya jana inakuandaa kwa ajili ya vita ya leo, na kadhalika vita ya leo inakuandaa kwa ajili ya vita ya kesho. Wakati ambapo Daudi alipokuwa akichunga kule nyikani peke yake, na alikuwa anachunga zile kondoo za baba yake, alipokuwa kule aitokewa na dubu na simba. Walipomtokea Daudi angeweza kukimbia, maana ukilinganisha dubu na simba na Daudi asingeweza kabisa kuweza kukabiliana na dubu pamoja na simba. Lakini Daudi katika ushuhuda wake kwa Sauli alisema kuwa Mungu alimwokoa na kinywa cha makucha ya dubu na simba. Kwa hiyo ushuhuda wake wa vita vyake vya jana vilikuwa ni kianzio kwa vita vyake vya leo. Ilikuwa ni CV kwa ajili ya vita inayokuja mbele. Daudi aliandaliwa na vita vyake dhidi ya Goliath, alikuwa anaandaliwa. Kwa hiyo vile vita ambavyo alikutana navyo kule nyikani, maana yake ilikuwa ni maandalizi kwa ajili ya vita nyingine inayokuja mbele, kwamba vita hii unaiona ni kubwa, lakini kumbe si kubwa kama ambavyo ungeenda kukutana vita nyingine mbele. Kwa hiyo usiogope vita iliyoko mbele yako, tafuta kuikabili na kuishinda vita hiyo ili uweze kufika katika malengo ya Bwana aliyokusudia kwa maisha yako. Nikutie moyo mpendwa mwana Mungu, usiogope vita iliyoko mbele yako, usiogope changamoto unayopitia. Upo uwezekano wa kushinda, kwa sababu Bwana anajua hiyo njia ambayo unaipitia, na ameandaa njia makusudi hiyo uipitie ili uweze kukabiliana na vita nyingine kubwa itakayokuja mbele yako ili upate kuishinda. Mungu wangu akubariki na neno hili likawe faraja kwako na kuongoza zaidi na kupe nguvu ya kuweza kushinda katika vita vyako na majaribu yale ambayo unakutana nayo katika jina la Yesu. Amen.